yote haya yanapitika kwa sababu istighfari tunazigura. Istighfari. Unaweza kupewa mali lakini ile mali haikunufaishi. Mali yako haikunufaishi, maskini ya Mungu. Watakula vitu vizuri, weli umezuiwa, sile. Uishi sehemu weke feni zote. Huku kuna feni yake lakini hafia, hairuhusu. Maana yote haya yanaona kwamba tuna sehemu tunakosa. Sehemu tunakosea. Kwa hiyo miongoni mwa faida za istighfari, tukidumu Mungu atatupa mali, tena mali nzuri ambazo kwamba zitatunufaisha sisi wenyewe. Hatupi mali ambazo kwamba zina nikma, zina adhabu ndani yake, mali ambazo kwamba zitakuwa zinatunufaisha nzuri. Unakula unachokitaka, unafurahika, upati mali hizi ukidumu na istighfari. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Na pia Mungu atakupa ziada ya watoto. Hapa kwa watoto hapa. Leo mtu anaketi miaka 5, wameoana na mumewe, hawafikiri kupata mtoto. Ameenda kwa mashehe wote akaombewa, akachoka kwa mashehe pia akaingia kwa waganga wote. Akitoka kwa mganga huyu anaenda kwa huyu. Mpaka kabadilisha pia kabila huyu, hafanikiwi. Umekosea wapi? Kumbe dawa ni istighfari. Lao nitadumu na istighfari, astaghfirullah, Mungu atatupa zawadi ya mali, watoto, tutapata watoto wazuri. Tena si mtoto kwa mtoto tu, mtoto mzuri ambacho kwamba utachokisema atakuwa anakusikia. Si mtoto ukimwona anatokea kule, waanza kuvua champali zako vizuri, waanza kukimbia. Si mtoto yule. Ni mtoto mzuri mwenye miondoko mizuri ambaye kwamba hata ukifa aweza kuwaita wenzake, jamani njooni tumsomee mzazi wangu Yasini. Huyu mtoto aliyotajwa hapa. Si mtoto tu kama watoto wetu. Mtoto amwita kushikia kiuno, njoo kushikia kiuno, hataki kuja. Kwa hiyo ukiona tatizo hili lina katika maisha yako linadumu, hebu jaribu. Si kujaribu, kwa sababu kwa Mungu hakuna kujaribu. Hebu uchukue uradi hunu, una rafiki yako ana tatizo ile, mwambie kwanza leo adumu na istighfari. Maisha yake yote alete istighfari katika maisha yake, akiamka hivyo tu, utamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwafikia, atapata mtoto atapata mtoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia mtoto, tena mtoto mzuri, mtoto mwema. Lakini haya leo tulipoyagura, imefika hatua leo tutatafuta watoto kwa njia paka za halali paka na haramu, hatuwapati. Na pia tukiwapata tunasahau kwamba aliyotupatia ni Mungu. Tunasema leo singepata tabu kwenda kwa wazee wangu kuhangaika kutafuta dawa hii. Ungekuzaa wewe, singekuzaa. Hata usinisumbue wewe. Nimekutafuta sana wewe. Kienda huku, kienda Msambweni, ningeenda huku kutafuta. Usinisumbue. Kumbe usahau kwamba aliyokupa ni Mungu, na hii ni mitihani, akakupa mtihani kiasi ili ukumbuke fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu, watoto wetu leo tuna watoto, lakini watoto wamekuwa ni hatari sana katika mujitamaa wa Kiislamu. Watoto wetu leo ni wachache ambao kwamba wana watoto ambao kwamba ni neema katika mujitamaa wa Kiislamu. Umefika hatua mwanao mpaka unajuta kwa nini nimemzaa huyu. Sababu ana mambo ya ajabu, anakutia fedheha kila unapopita. Yaani hata hutaki uonyeshe kwamba ule mama yake ni huyu. Kila unapomuona anakutia aibu, basi kwa vitendo vyake viovu anavyovifanya. Kwa nini anakuwa haya? Kwa nini imefikia hatua haya? Watoto kuwa hivi kuna sababu nyingine ambazo kwamba zinatuacha. Uislamu kila kitu kina maandalizi. Kila kitu kina maandalizi. Watoto tunawanyima haki zao. Miongoni mwa wanavyuoni walivyoelezea haki za binadamu, wakaonyesha kwamba mwanadamu anaanza kunyimwa haki yake wakati anatafutwa. Na sisi watoto wetu ndio maana na kuwa na mitizamo hii, tuanza kuwanyima haki zao wakati tunawatafuta watoto. Hatujajiandaa kwamba sisi tunajiandaa kuwatafuta watoto. Wakati wamtafuta mtoto, uko na hali gani wakati ule? Wewe baba, wewe mama, watarajia kwamba mimi natafanya kitendo hiki kutawakali kwa Mungu, akitupa mtoto atupe mtoto mwema. Mko katika hali gani?
baba wakati huo ndio amevuta bangi, ameelewa pombe, ugoro wote sijui nini ziko huko. Wewe mama hata hivyo huna, mchana wako mzima wote hata kumsujudia Mungu hata kidogo huja swali, wewe uko huko tu. Alafu atarajie eti Mungu akupatie tu mtoto mwema. Hujajiandaa kupata mtoto mwema wewe mwenyewe. Wakulima wako hapa, tuna baadhi yetu na wengine wakulima, si ndio? Huwezi kwenye shamba eti la majani jani na mbegu zako nzuri zile ni automatically ni mbegu gani, lakini huwezi kwenda kutuka ukafika mashimo pale eti tayari wataka kupanda mbegu zikue, hazikui. Paka uandae shamba ulilime vizuri, majani uondoshe, uweke kando, kama kuna mbolea pia uweke, halafu ndio uweke mimea yako. Angalia mimea itakavyokuwa vizuri, itakavyostawi. Kila mtu akipita anaona hivyo, panani hapa. Lakini sisi hatujiandai. Hakuna hata siku moja mtu alitawadha akatawadha udhu ule akatawakali kwa Mungu kwamba kupitia udhu huu natarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie mtoto mwema kupitia hili nitakalolifanya. Hakuna. Si wazee wetu, sisi si mama zetu. Dua hakuna. Na Mtume Muhammad pia ametufundisha kwamba mtoto wakati anavyotafutwa atakiwa ombe dua, bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibna shaitana ma razaktana. Ule wakati mwambie ya Rabbi Mwenyezi Mungu tukinge na shaitani hapa na ndugu yangu na huyu mwenzangu uliokuwa naye hapa, na kupitia hili jambo tunalolifanya, na ukikinge na shaitani kile ambacho kwamba utaturuzuku kupitia kitendo hiki. Dua hiyo tuasoma? Hatusomi. Unaona, lao utafanya dua hili, mtoto anakuja ni mtoto kweli, anakuwa ni neema katika jamii, anapigiwa mfano katika maisha. Ule ni mtoto wa nani? Yule atoka wapi? Lakini leo watoto wetu wamekuwa ni nekma, adhabu, wanatuudhi roho zetu. Leo la kusikitisha na Ramadhani ya Mungu hii, matukio yanayotokea ambapo kwamba habari tunazozipata juzi kule Bakarani kule, watu walipigwa asubuhi, waliokatwa mikono wamekatwa, tuenda kuswali, watu waenda kuswali tarawih, na vijana wa Kiislamu Muhammad Hussein na wengineo, vijana wadogo. Mtoto ukimwangalia katoto kadogo, lakini kana mambo ya ajabu. Ni kwamba hawa wamekosa malezi fulani ndio wakawa hivi. Watu paka waenda kuswali, kuna miji mtu akienda alfajiri anaenda na roho yake kwa juu. Ile tarawih akishelewa kidogo anarudi, lakini roho yapanda juu ikishuka, kwa sababu lao akipatwa hana raha. Kwa nini yanakuwa haya? Jambo lingine la pili linaloacha watoto wetu leo haribike, tumeshindwa kuwaambukiza maambukizi mazuri. Mtoto anaanza kukua tu ule mdogo, umemwambukiza maambukizi gani? Mtoto wako hutaki mpeleka madrasa kusoma, hutaki amjue Mungu wake, yeye yuko tu ende kuzunguka huko, hawezi. Watoto ili wawe wazuri, ukimwambukiza kumjua Mungu atajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atajua kwamba Mungu ametuamrisha tuwatendee wema wazazi, hata kujibu vibaya, hata kutukana. Ukimsomesha atajua kwamba Mtume Muhammad ametufundisha kuwa na tabia nzuri, ametufundisha kuwa na akhlaki, tabia nzuri. Akiwaona watu atawaheshimu, akimwona mtu atamfanyia vitimbutimbu, atajua mambo haya, kuiba, mambo ya kupiga watu hayafai katika mujizama, kwa sababu umemwambukiza, anajua. Lakini kimwacha hawezi. Tumuombe Mungu sana afikie tuweze kuambukiza. Na kuna kitu cha mwisho cha kumuomba Mungu, kumwachia familia yako yote. Mwambie Mungu, ya Rabbi, mimi nampikia chakula, nampa kila kitu chake, lakini hidayah yake kuongoka huyu mtoto ni wewe Mungu. Ni kazi yangu kumpa vyakula na mavazi, lakini kule kuongoka kweli ili aongoke awe mtu mwema, ya Rabbi, hili jukumu liko katika mikono yako. Ya Rabbi, nakuomba niongozee familia yangu. Ukiswali omba dua hiyo, Mungu aongoze watoto wako. Wamuomba Mungu, humwombe. Muombe Mungu awaongoze familia, utaona watoto wataongoka. Tumtaje Sheikh Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sheikh huyu ana maneno mazuri sana. Kuna mama wengi hapa wasomi, ukisikia maneno yake za kusema ni hadithi ya Mtume hiyo, kuna si hadithi maneno.
Siku moja mama yake anamuuliza, Hassan, wajua paka ukawa hivyo kila mtu anakukimbilia mtaani, ataku Hassan anakupenda. Wajua aliyekufanya hivyo nani? Asema sijui. Asema ni mimi mama yako, ni mimi mama. Ndio kufanya paka uwe hivyo, ni mimi. Haya mama, ulifanyaje? Akamwambia, mwanangu, wakati ulipokuwa mdogo mimi nilikuwa sikunyonyeshi ziwa hili paka nikatawadhi. Sikunyonyeshi. Kila unaponyonya, wakati wote ukitaka kunyonya, naenda kuchukua udhu kwanza nikunyonyeshe. Udhu ule sio kusali rakaa 2, udhu ule sio kusoma Qur'ani, na kukutawasal kupitia udhu ule. Mwanangu, uwe ni neema katika jamii, usiwe ni fitna. Kwa hiyo mimi ndio nilikuacha kama hivi. Nani afanya haya? Hatufanyi. Lakini bado hatujachelewa. Ni kwamba tukitoka hapa tuchukue hizi fikra na haya yote tuliyozungumza, tuwe tukayatumie katika maisha yetu. Utaona mambo yetu namna yatakavyokuwa mazuri. Mambo yataenda mazuri kabisa. Mambo yatakao tulia vizuri katika maisha yetu. Uislamu, tukileta istighfari, Mwenyezi Mungu wayumdidikum bi amwali wa bani, Mwenyezi Mungu atatupatia mali na watoto wazuri wenye kutukumbuka hata kesho hatuko duniani, watatukumbuka kwa kutuombea dua. Watatukumbuka. Wajua, waweza kila mtu na mtoto wako mwenyewe wajua kwamba huyu mwanangu hivi ninavyomuona hivi, kweli kesho siku anza kumkumbuka huyu. Mwenyewe ukiwa hakutambui kwamba ni mzazi, je, kesho hauko? Hakutambua kweli? Kwa hiyo tuwaambukize watoto wetu ili wajue, kwa sababu hizi ni zawadi, na hii inatokamana, zawadi hii kutokamana na tukileta istighfari sana. Astaghfirullah alazim wa atubu ilay. Astaghfirullah kwa sigha yote utakayoileta, kuleta istighfari. Leta istighfari katika maisha yako, utaona yote haya yatabadilika na mambo yetu yatatulia. Si hapo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika faida akasema, wayaj'al lakum jannati, Mwenyezi Mungu atatujalia na kuwa na mashamba mazuri. Hapa jannati bana ya mashamba mazuri yenye baraka. Tukilima twavuna mavuno mazuri, twavuna kila kitu kizuri, twavuna. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumemleta istighfar nyingi. Sasa unaona miji ile imebarikiwa, watu wakivuna wanalima, watu wakilima wanavuna, mavuno yao yanakuwa mazuri, mimea yao mizuri. Unakuta mji huo umebarikiwa kila kitu. Ukitizama huku unaona kheri tupu. Ukiingia katika mji huo unaona matunda, unaona manini, kila kitu unaona, kwa sababu mji ule umebarikiwa. Na haya yanaletwa kwa kuleta istighfari sana, istighfari katika maisha. Na pia wayaj'al lakum anhara, na pia tutajaliwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atatupa zawadi. Na ndio faida mito. Sehemu hiyo kutakuwa na mito mingi, mito mizuri. Takuwa na samaki ndani wazuri tunakula. Leo wavuvi wakiingia kutafuta samaki, hakuna samaki. Aenda kutafuta mchana nzima, akienda kupata visamaki vyake viwili tu mpaka jioni, samaki hakuna. Ni kwamba istighfari tumerudi nyuma sisi, hatulete istighfari. Lakini tutakaporudi utaona kila kwenye maji Mwenyezi Mungu atatia baraka yake, kwenye kulima Mungu atatia baraka, kila sehemu kutakuwa kumebarikiwa, maji atakuwa mingi, mito mingi. Wewe unaonaje ukitembea mji una mito mingi, unaona baraka pia, mazao yao na mazuri, neema inakuwa. Lakini sehemu kukauka, mito hakuna, maji ya kunywa pia shida. Mungu ametuambia, amejalia kutokamana na maji, kila kitu huhuika kutokana na maji. Wanadamu hupata afya, wanyama. Sasa ikifika hatua wanyama wa hatari, simba na wenzake nani, wametoka maporini huko kwa ajili ya ukame na njaa, wameingia mpaka mijini. Wakikuta katoto kamengatwa katoto, mtoto mdogo anacheza amengatwa, ikawa sasa ile usalama hakuna na amani, ikawa hofu tena imeingia kwa kukosa, kwa sababu amani imekosekana kule. Haya yote tuliyazungumza katika Qur'ani Karim na katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yote tuliyazungumza. Na ni aya ambazo kwamba aya kwanza tumeona iko katika suratul Hud, na aya ambazo kwamba tulisoma katika suratul Nuh tumeeleza hapa. Na mbainishaji wa maneno
wa Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mwenye kutubainishia haya tuliyozungumza kutokana na Qur'ani. Mtume anabainisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi yake kutokana na istighfar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea katika maneno yake kuonyesha kudumu na kushikamana na istighfar. Man lazima istighfara, yote atakaye dumu ama kujilazimisha na kudumu na istighfari, ja'ala Allahu lahu